nimemsikiliza. Yaani yule mwenzake alipotea. Nilidhani yani amepotea mwenzake. Yaani yule alikuwa afadhali, huyu sasa amekuja potelea mbali kabisa. Na eti anasema hatuna elimu sisi. Wakati Qur'ani inasema waulizeni sisi. 94. 94. Hebu tumfundishe. Na kuangalia mpaka nashindwa ni. Alafu Waisraeli, jamani, vijana, wewe ni mdogo sana, bado sana baba. Anasema yeye ako na elimu. Bado sana. Qur'ani inasema watuulize sisi. Inaitwa sura Yunus. Sona. Sura Yunus aya yake 94. Wewe bado sana, bado. 94 nasema hivi. Soma mwalimu wangu. Inasema. Ikiwa mnayo shaka. Na kama mnayo shaka juu ya hayo, tulioteremshia. Naam. Basi waulize vitabu kabla yao. Waliosoma vitabu kabla na Wakristo. Wayahudi na Wakristo. Watuulize sisi. Alafu anataka kuwa mwalimu wa walimu wake. Anakosoa Qur'an. Alafu mwalimu cha kushangaza eti nyinyi ni Waisraeli. Hajui Qur'an, hajui Waisraeli maana yake. Hebu tumfundishe kama Waisraeli. 41 Qur'ani. Inasema hiyo andiko. Ni Qur'ani yako hiyo. Israeli ni kina nani? Israeli ni kina nani? Ukurasa wa 16. Na una elimu wewe, ikiwa wewe ndio mwalimu sasa madrasa hiyo itafungwa. Hii madrasa tunafaa tuifunge mapema. 241 mwalimu. Inasema hivi. Soma. Inasema mtu au watu wowote wacha Mungu wanaitwa Israeli. Wakristo ni wacha Mungu, si wacha Mungu. Ni wacha Mungu. Kwa hiyo ni Israeli, si Israeli. Ni Israeli. Meza hiyo andika mpya hiyo. Mpya hiyo. Anaandika kwa notebook ya simu, lakini wacha niingie kwa maskini akatoa 1:26 Mwanzo. Eti Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mwanzo 1:26 nitasoma kwa jina la Yesu. Hata usisome hiyo, kimbia 17:5. Yohana, nimuonyeshe Mungu alikuwa na nani hapo? Unafikiria Mungu alikuwa mwenyewe? 17:5 Yohana Mtakatifu. Yaani wewe bado bwana. 17:5 inasema hivi. Nasafisha tu, fanya haraka. 17:5 inasema nimepata mwalimu. Na sasa Baba. Unitukuze mimi pamoja nawe. Kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe. Kabla ya ulimwengu kuweko. Kumbe Yesu walikuwa na babake. Kwa hiyo Mungu anaposema na tuumbe, si eti anasema yeye mwenyewe vipi? Anaambia Yesu, utajulia wapi? Akatoa 48:29. Yeye mfundishe. Yaani wallahi 48:29. Alafu ikiwa maandiko yanasomwa hivi, watu wengi wangekuwa Illuminati. Watu wote walikuwa Illuminati. Wangekuwa Illuminati ikiwa tunasoma hivi. Soma mwalimu wangu. 48:29 inasema. Qur'ani hiyo. Inaanza kwa kusema Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Soma. Inaendelea kusema ya kwamba na walio pamoja naye ni wenye mioyo thabiti mbele ya makafiri. Na wenye kurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama kwa kurukuu. Umesoma 48:29. 48:29. Alitoa hiyo katika Qur'ani dogo. Ndio hii. Endelea hapo chini. Inaendelea kwa kusema kwamba hapo anasema mimi ni mtu. Utawaona wakinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja. Yaani hebu kidogo mwalimu. Yaani wewe unangojea Muhammad asema kwa Qur'ani yake mimi si mtume. Yaani hapa hakuna elimu. Mpaka ajipigia debe. Anasema watu mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Yaani kwa Biblia nzima hakuna mahali mtume yote anasema yeye ni mtume. Hakuna. Mungu ndiye anayemshuhudia kabisa. Yaani acha nikimbie ili nisafishe kila kitu alichokisema. Akatoa Wakorintho wa kwanza wa pili 12:7. Yaani nimeandika sababu ni uchafu mwingi tu. Kijana wewe unataka ukalishwe chini. Na nilidhani kwa sababu huna kanzu leo utakuwa mtu mwenye maandiko, kumbe ndio hakuna kabisa. Mwalimu soma. Leo amevua kanzu leo. Wakorintho wa pili 12:7. Tulimwambia ili aelewe Biblia lazima avue kanzu, amevua ndio amepotea kabisa. Eti tunaposema majini ndio waliomtuma mtume, yeye anasema hata Paulo alitumwa na shetani. Soma tumsafishie. Inaitwa Wakorintho wa pili 12:7. 12:7 haraka mwalimu wangu. Na itafuta mwalimu. Sasa heri nisafishe kuliko nimalize kuliko hata nifundishe bila kusafisha, kwa sababu watu wanaweza wakaamini uongo. 12:7 inasema hivi. Aya yake ya 7 inasema na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Soma. Kwa wingi wa majivuno hayo nalipewa mwiba katika mwili. Paulo anasema kwa wingi wa majivuno hayo nalipewa mwiba katika mwili
2 mjumbe wa shetani. Maskini akasema Paulo ndo mjumbe wa shetani hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mjumbe wa shetani si Paulo, mwiba. Kiswahili nikufundishe. Wewe wa wapi? Mwiba ndo mjumbe wa shetani. Mwiba ndo mjumbe wa shetani. Akasema 6:70. Hiyo hata usisome. Eti sikuwachagua nyie kubenashara. Yaani 12 na mmoja wenu ni nani? Ni shetani. Yaani anasema sasa Yesu atachagua nani? Shetani. Luka 22:3. Luka 22:3 mtakatifu kitabu cha Biblia. Ya, tunakufundisha na unasema una elimu wapi sasa? 22:3 kitabu ni Luka mtakatifu. Wewe bado sana. Sasa kwa nini shetani? Kwa nini? Kwa sababu ukisoma hapo chini inasema Yesu alimnena nani? Yuda. Kwa nini Yuda? Inasema 22:3. Soma. Shetani alimwingia Yuda. Shetani alimwingia Yuda. Aitwaye Iskarioti. Naye ni mmoja wa wale tenashara. Kumbe ili mtu aitwe shetani, shetani akimwingia mtu anakuwa na sifa ya nani? Shetani. Hata huyu saa hii akiingiwa na shetani. Si akiingiwa ako naye tayari. Mjini ukiingiwa na shetani unachukua moja kwa moja ile sifa, unaitwa shetani. Si eti Yesu alichagua shetani. Yaani maskini wa Mungu, maandiko yasomu hivyo kimsikiti. Akatoa ngapi? Qurani 46:29. Eti anaambia watu, hebu watu inueni mikono. Sisi hatukuinua kwa sababu gani mwalimu wangu? 46:29 Qurani. 46 nipigie mchuzi wake. Sisi hatukuinua kwa sababu 46:29 Qur'ani. 46 hii ndio ilikuwa naitafuta. Hiyo tamu. 46:29 nasema hivi ndio sababu tukiinua mikono mzuu. Muhammad mtume kama alivyopelekwa kwa wanadamu, ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Soma. Mtume alipelekwa kwa majini. Inaendelea kwa kusema kwamba kama Qur'ani nzima na hadithi za mtume zinavyoonyesha, lakini namna alivyokuwa akikutana na hao hatujui sisi. Ndio majini wanaenda wakiambiana nyumbani. Ukisoma haya, soma haya, piga haya. Haya inasema hivi. Inasemaje? Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Inasemaje? Basi walipohudhuria walisema, makundi ya majini walipohudhuria Qur'ani wakasemaje? Nyamazeni. Wakaambiana nyamazeni, msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ilipokwisha kusoma walirudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Walirudi kwa kina nani? Kwa jamaa zao. Kwa sababu hatukuinua mikono, kwa sababu jamaa, yani watu wanaozungumziwa hapo ni majini. Majini wangekuwa hapo ndo wangeinua mikono. Hatukuinua sisi. Lakini kuna wengine wameinua. Sijui kama ni hao ndugu zao. Haya. Mwalimu, nipo 2 tamu hizo. Acha nisafishe gani hapa maskini. Unajua Mika 5:2. Mika 5:2. Bedina yambe. Soma kimbia. Dakika mbili acha nitafuta haraka. Akasoma, si unaona Israeli? Yesu alikuwa kwanza aanze wapi? Yesu alikuwa aanze Israeli, mwishowe miisho ya dunia. Mwalimu, piga haraka Mika 5:2. Ama Isaia 59:6. Isaia 56. Tamu hiyo, piga hiyo haraka. Isaia 59 ngapi? 59:6. 59:6. Isaia 56:9. 46:9. Haraka mwalimu wangu. 59:6. 46:9, samahani. Ndivyo. 46:9. Inasema. Isaia haraka dakika ni 2. 56:9. 46:9. Isaiah chapter 46 verses 9. Haya inasema hivi. Inasema dakika moja. 49:6 inasema naam. Asema hivi. Ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu. Soma. Ili kuzinua kabila za Yakobo. Na kuwarejeza watu wa Israeli. Na kuwarejesha waliohifadhiwa. Kwanza anaanza Israeli kurejesha watu waliofanya nini? Waliohifadhiwa. Soma. Na zaidi ya hayo, kuna kitu inaitwa zaidi ya hayo. Na zaidi ya hayo, mbona ufiki hapo? Na zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa. Kenya ni taifa. Arabuni ni taifa. Tanzania ni taifa. Wewe vipi? Wakorintho wa kwanza 4:14 haraka. Wakorintho wa kwanza 4:14. Sasa Yesu wewe vipi? Katumwa wapi? Andiko hilo Wakorintho wa kwanza 4:14 nasema mwalimu. Haraka mwalimu wangu. 4:14 Wakorintho wa kwanza. Nimeipata. First John samani.
Subiri mwenyekiti, tunaacha Jasper.